Na mtazamaji, siku ya leo tumefika kisiwani ambako ilifanyika zoezi la kumpumzisha ndugu yetu Swaila ambaye hapo awali tuliripoti kuwa na changamoto ya moyo. Akapatikana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Masasi ambaye ni waziri wa ardhi, akajitokea kuweza kupambana kwa namna gani kuweza kurudisha hali ya ndugu yetu Swaila katika hali iliyokuwa mzuri kama walivyokuwa watu wengine na yajisikie faraja. Lakini Mungu alivyompendeza, muda wa Swaila ulikuwa umefika. Wakati anapatiwa matibabu nchini India, akapatwa na mauti. Sasa leo tumekuja kumtembelea mama yetu, pia tumpe pole na tuweze kusikia neno kutoka kwake. Mama, habari? Salama za saa hizi. Salama, pole kwa msiba. Asante. Mama, tunajua badala ile changamoto tulivyoripoti akatokea mheshimiwa mbunge akajitahidi sana, labda una neno lipi la kuzungumza kutokana na hali ambayo ulikuwa unaipitia? Kwanza nilikuwa nimepitia changamoto sana. Na baada ya kupitia hizo changamoto, kwanza niseme ninamshukuru, ninasema asante kwa jambo ambalo halilonifanyia. Kutokana na hii changamoto imetokea kwa sababu ni kama ni ya Mungu mwenyewe, ila yeye amepambana sana. Alikuwa anataka sana yule ni mtoto ili akae sawa, apone, ili hata kusomesha alidai kama atakuwa atamsomesha yule mtoto. Tumepambana, tumekaa pale Dar es Salaam mpaka miezi miwili. Yule baba anapambana, hakutuacha. Alivyokuja kusikia yale ni majibu ya kuonekana pale wanashindwa tuende India. Ni kweli na yule akapambana, akatutoa pale Dar es Salaam Muhimbili, tukaenda kule India. Kwa gharama zake mwenyewe, akampambania yule mtoto. Ni Mungu mwenyewe. Tumefika India, tukapokelewa kwenye matibabu, tukapima vipimo vyote. Baadaye ikaja kuonekana afanywe sasa kwenye mambo ya operesheni. Operesheni wake nashukuru Mungu ulienda vizuri. Haukuwa na tatizo lolote, na ambaye aliofanya lile zoezi ambayo ni daktari mkuu mwenyewe ambaye ndo aliokatibia ya siku ile, na ilitoka sifa siku ile kwamba mwanao, mshukuru Mungu, amefanywa operesheni ni vizuri sana. Operesheni yake imeenda vizuri. Baadaye ikaja kuonekana kipindi amerudishwa kule, alikwenda saa 9 jioni, akarudishwa saa 5 ya usiku. Saa 2 asubuhi nikaenda kumwangalia mwanangu, nikamkuta ni kweli ameshughulikiwa, yuko tu vizuri. Sikuona dalili yoyote pale kwamba ya mabadiliko yoyote, na hali mbaya hawakuniambia hali mbaya. Waliniambia tu kila nikienda pale, mwanangu vipi, ananiambia good, yuko good. Kwa maana hiyo akawa mwanangu kwamba bado hajafanyaje, hajabadilika, kwamba ile hali inaendelea vizuri. Baada ya athari zinapokwenda, baadaye ikaja na ile patient yake aliyofanywa siku ya Jumamosi. Jumapili ni Mungu ni mwema, akaamka. Alipopata mshtuko aliamka kabisa, akawa ameita mama. Aliamka kwenye operation yake, aliamkia. Baadaye akaona huyu atakuja kuweza kutia nanili matatizo, akawa ananyofuata ule ni mpira. Akaona ngoja amweke kwanza ni dawa nini ya usingizi. Walivyomweka dawa ya usingizi, baadaye akakaa sawa. Alivyokaa sawa, kumbe baada ya kumcheki kupima, ikaonekana wamepambana kama dakika 45. Yaani wanampampu, wanamsaidia kwamba kama ile hema itapanda juu, kumbe kile kitu kiwa ile hema inashuka. Baada ya dakika 45 walivyoshindwa, baadaye wakaniita kama majira ya saa 3 usiku. Wakaniambia kuhusu mtoto wako, tumepambana naye kama dakika 45, na kilichoonyeshana hapa, kinachoonyesha ni sana ni mshtuko ambao alivyoamkia, mshtuko ule ulivyomkuta ndio likamkuta hilo tatizo la umauti. Kwa maana hiyo, baada ya hapo mheshimiwa bado ikawa tunapambana na mheshimiwa na yeye, ikawa mpaka ule msiba tunafanyaje kurudisha nyumbani. Mazoezi samani kidogo kabla ya msiba, labda muda ule ambao alivyoamka, ulipata bahati, labda ulikuwepo wakati anapata nafahamu, na hiyo anaita mama, ulikuwepo ama ulisikia? Ni mama, ni hiyo baada ya kupata fahamu ya kuamka kuita mama, nilitumiwa tu message kwenye simu ya mwenzangu, alitumiwa message kwamba mwanao ameamkia, ila baadaye wamemweka nini dawa ya usingizi, alikuwa na nguvu. Kwa maana yeye toka Jumamosi amechukuliwa. Kwa kusema nilimuona macho hivi, nikamwangalia macho kwa macho, akaniona so sahihi, sikuonana naye. Pole sana mamangu. Asante. Baada ya kupatwa na mauti ndio zikaanza taratibu sasa. Nilipoanza baada ya mauti, siku zile zikasambaza zile
zikafika kwa mheshimiwa, akafanya mananilo yake, wakadai kama asubuhi yake siku ya Jumanne wakautole msiba, ukapandishwa kwenye ndege mpaka airport ya Dar es Salaam. Akapokea mheshimiwa mwenyewe, akapeleka hospitali process zote yeye mwenyewe, mpaka kufikia na mimi nikaambiwa utaondoka, na mwenyewe mheshimiwa akanipokea mwenyewe mpaka airport ya Dar es Salaam, mpaka tukafikia kule aliko mwili wa mtoto alivyowekwa. Tukakabidhiwa, nataka kumuona, akasema hapana, sitaweza. Kwa maana hiyo akatuambia safari zitaanza. Kwa kweli nilivyotoka pale, ni kweli safari mwili wa marehemu huko mbele, mimi na mheshimiwa tuko nyuma, ambao ni mheshimiwa wangu Akwilapo. Kama ni yani sasa ni baba. Tuseme ni sasa ni baba, ni mzazi wangu. Tumefika hapa kama majira ya saa 5 usiku, tulitoka saa 6 mchana Dar es Salaam. Ndio. Na sasa tukaingia saa 5 za usiku. Kwa maana yeye na mazishi akaja kufanyika Jumamosi, na mazishi yalienda tu vizuri, alisimamia kila kitengo ni yeye, kila kitu yeye. Kwa maana hiyo naomba wananchi wenzangu ambayo wanonisikia, tusikate tamaa, tusiogope. Hili ni jambo nilipo tu, kwa sababu mimi mwanangu nimepambana, ambayo wanonifahamu hakuna ambaye anashangaa. Na mimi nilijua kabisa ninako kwenda ninaenda kurudi na ushindi, kama mwanangu hata nitarudi naye tu. Ila na mwanangu huduma zilienda vizuri, ila Mungu alimpenda zaidi. Kwa maana hiyo mimi nasema wananchi ambao mnonisikia, mimi nasema asante, na nazidi kumpongeza mbunge wangu, nazidi kumpongeza sana baba Akwilapo. Aendelee tu kuzidi kupambana, na naomba na wananchi ambao wanonisikia, na mheshimiwa waziri na ni Mama Samia, na shukuru kwa wale viongozi wote waliostuka swala langu, wakanisimamia, wakanisaidia. Endelezeni kunisaidia na kunitia nguvu. Naomba msiniache. Nipo kwenye zoezi zito sana. Kwa maana naomba msiniache. Nashukuru, sina kingine cha kuwalipa zaidi ya kuwazidi kusema asante na kuwaombeeni. Nawaombea kwenye vyombo vya moto wanamotembea kwenye vikao vyao, wawe vitu vinaenda sawa. Kwa maana mimi nasema asante, na baba Akwilapo, naomba usiniache mimi Mama Swaila. Unaniona maisha yangu nilivyo. Kwa maana baba endelea kupambana na mimi najidai nimempata baba. Mimi ninasema asante. Sina kinyongo chochote, sina wazo lolote baya, mimi zaidi ya kusema asante kwa kunipambania baba mheshimiwa Akwilapo. Nasema asante. Hongera kwa moyo huo moyo wa subira, lakini pia hiyo imani ya kuonesha kwamba sawa hata kama mtoto ameondoka, lakini bado unatambua mchango wa watu ambao walikuwa wanajitahidi kumweka mtoto kwenye hali nzuri. Wamepambana sana. Na mwanangu nashukuru ana watu, na ameenda vizuri, na ananyota na watu. Mwanangu alikuwa ampata bahati ya kupendwa na watu, ambayo wale watu ambayo yani siwajui tu wanakotokea, wanaonisaidia yani siwajui, lakini najua kwa mkono wa Mungu mwenyewe. Kwa maana mimi nasema asante, na msizidi kuniacha Mama Swaila. Muendeleze tu kunitia moyo, muendeleze kunitia nguvu, na mimi sitawaacha nyinyi, naendelea. Najua nimepata kitimu ambacho cha kunisaidia. Msiniache. Sawa mama, pole sana. Sisi naomba tukuage bana. Sisi tunashukuru kwa neno ambalo umelitoa la shukrani kwa watu ambao walikuwa wanakusimamia, wakiongozwa na mheshimiwa waziri Akwilapo. Ni kutakia kila laheri. Amina. Naona watakia kila laheri. Kazi ziwe njema. Amina. Naam. Kama ulivyomsikia mama yake na Swaila ameelezea kwa mapana safari yao ilikuwaje kuelekea hospitali, hali ya mtoto, mpaka jitihada zilizofanyika kuhakikisha mtoto anakuwa salama. Mwishoni mtoto akapatwa na umauti pale ambapo Mungu alimpendeza. Mimi naitwa Rauf Saidi na hii ni Sozani Online TV.